tunapoingia katika kipindi cha Easter, ambayo ni ukumbusho pia wa habari ya kufa na kufufuka na mateso yake Kristo Yesu msalabani, na pia habari ya kuweza kufuka kwake na kupaa kwenda kwa Baba, kwamba alipokufa alifufuka ili na sisi tuweze kushinda mauti na kifo. Praise the name of God. Kwa tunaposoma neno hili, ni neno la muhimu sana kwa maana linatupatia kusudi kubwa na sababu kubwa ya Yesu Kristo kufa pale msalabani. Tunapoendelea katika ambao tumekuwa nayo kuhusu za habari spiritual, tulisema jambo la kwanza tukasema ni habari nguzo moja ni kuwa na watu na ujasiri. Amen. Kuwa na Wakristo walio na ujasiri, watu ambao walio na watu ambao ile ujasiri walio nayo, na pia kuwa watu hodari, kwamba hiyo katika habari ya vita na katika habari ya kushinda mambo katika ulimwengu wa rohoni. Hakuna Mkristo anaweza kushinda mambo katika ulimwengu wa rohoni akiwa ndani yake ni mtu ambaye hana ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Kila trial kuja ili kuweza kudhihirisha yale ambayo Mungu ametenda ndani yetu. Tunapotazama, tunapoangalia, tazama yale ambayo Mungu amefanya kwetu, tunayaangalia na tunayaona pia yale ambayo Mungu anaendelea kuyafanya na yale ambayo pia tunastahili sisi kuyafikia. Na wakati ambapo tunapokutana na pingamizi, tunapotazama yale ambayo Mungu amefanya, yanatutia nguvu na yanatufanya kuwa watu ambao ni watu jasiri. Haleluya. Kwa hivyo lazima wewe uwe Mkristo ambaye si Mkristo wa kawaida, ambaye kila asubuhi na kila jioni anasema ya kwamba nimeokoka tu, lakini lazima uweze kuface kazi za mwovu shetani katika ujasiri ambao Mungu anaweka ndani ya watu wake. Yesu mwana wa Mungu alikuja ama alidhihirishwa ili akaweza kuziharibu kazi za yule mwovu shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kuziharibu hizo kazi, na katika kuharibu kazi ya mwovu shetani lazima ya kwamba na sisi, kwa maana tumezaliwa ndani yake katika habari ya imani, hivyo na sisi lazima tuwe wajasiri kuharibu hiyo kazi katika maisha yetu, katika kipindi chetu, ili tuweze kudhihirisha nguvu za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliyekuja na kusulubishwa msalabani, na ni kwa sababu ilikosekana sadaka, na sadaka ambayo ingekuwa ya kumpendeza Mungu ni ile sadaka ambayo iliyo takatifu, ambayo haina mawaa, ambayo inampendeza Bwana, ile sadaka ambayo tayari haijatokana na asilia ya mwanadamu na kuzaliwa na mwanadamu, kwa sababu neno la Mungu linasema yeyote ambaye azaliwaye na mwanadamu yeye ni mwenye dhambi, na kwamba hawezi akampendeza Mungu katika habari tu ile ya kawaida. Na hivyo yeye Yesu alikuja kututoa katika habari ya kizazi ya kuzaliwa tu na mwanadamu, akatufanya kuzaliwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika roho tuweze kumpendeza Mungu. Ni kwa sababu neno la Mungu linasema kizaliwacho na roho ni cha roho. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu Mungu ni roho, sisi tunapozaliwa katika roho tunafanyika kuwa mali ya Mungu, ni kwa sababu ya kuzalika katika habari ya kiroho. Na hivyo Yesu alikuja ili tubadilishwe katika uzao wetu, katika uzao wetu tufanyike uzao wa habari za kiroho. Haleluya. Praise the name of God. Na hivyo siku ya leo mpendwa, ni vizuri na kila wakati ni vizuri kujikumbusha ya kwamba wewe umezaliwa katika roho. Praise the name of God. Hivyo unaoperate katika ulimwengu na wa kawaida na ulimwengu wa rohoni, ni kwa sababu wewe ni kiumbe cha kiroho. Amen.
Sisi sio tu viumbe ambao vinaonekana, lakini sisi ni viumbe vya kiroho ambazo zinaweza zikafanya operation katika ulimwengu wa rohoni, katika namna ambayo Mungu ametupatia sisi kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Tutaweza kushinda shetani, tutaweza kutembea katika Mungu, tutaweza kudhihirisha ufalme wa Bwana katika maisha yetu katika jina la Yesu. Praise the name of God. Kwa maana tunahitaji kuwa kanisa and believers ambao habari zao na nguvu zao hazitoki kwa mtu yeyote. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hiyo Mungu akamtoa mwanawe ili sisi wote tuwe watu ambao tuna qualify kupokea nguvu na mamlaka. Amen. Nguvu na mamlaka ya kufanya kazi, ya kudhihirisha ufalme wa Mungu katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kwamba katika Revelation linasema kwamba na hao ambao ni waaminio wakamshinda shetani. Haleluya. Kwa hiyo katika vita vya kiroho vya baina ya mwanadamu na shetani, neno la Mungu linasema ya kwamba na wakamshinda. Hivyo ni sisi, neno la Mungu linaongea kwamba tutamshinda shetani. Haleluya. Kwa ushuhuda wa mwana kondoo, kwa ushuhuda wa vinywa vyetu na kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hauhitaji kitu kingine. Mwambie mwenzako hauhitaji vitu vingine. Unahitaji kuwa mtu ambaye anashuhuda, anamjua Mungu katika yeye Kristo akutiaye nguvu. Unapokuwa na neno la Mungu na kuwa shahidi kwamba yeye Mungu anatenda, na hivyo unapopia unganika katika habari ya kuwa mtu ambaye anakiri kwamba damu ya Kristo Yesu ina nguvu katika maisha yako, tunamshinda shetani. Hallelujah. Praise the name of God. Bwana Yesu asifiwe. Damu, mwambie mwenzako damu. Damu ni kitu cha dhamana na cha maana sana. Haleluya. Damu ni kitu cha dhamana sana. Neno la Mungu Waebrania 10. Naomba tusome kwa Kiswahili. Tasoma. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Amen. Hallelujah. Neno la Mungu aya ile ya 3 inasema, but in these sacrifices there is a reminder of sins every year. Kwamba katika kutoa dhabihu ambayo ilitolewa mwaka baada ya mwingine, neno la Mungu linatuambia ya kwamba kilicho ndani ya hiyo dhabihu ni ukumbusho. Amen. Ni ukumbusho kwamba wewe na mimi ni mwenye dhambi. Sisi ni wenye dhambi. Hiyo dhabihu ilipotolewa ilikuwa inaleta ukumbusho ya kwamba hatujakamilika mbele za Mungu, hatujapendeka mbele za Bwana. Na kwa hivyo inatupatia habari ya kuhukumika ndani yetu, ya kwamba bado hatufai machoni pa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio sababu ilitolewa mwaka baada ya mwingine, na neno la Mungu linasema kama ingekuwa ya kufanya ondoleo la dhambi kikamilifu, haingefanyika siku ama katika habari ya kila wakati, mara kwa mara. Bwana Yesu asifiwe. Ingefanyika mara moja na ikatosha. Lakini kwa sababu haikufanya kazi, haikumaliza ile habari ya ondoleo la dhambi, lakini ilifunika tu dhambi peke yake,
Hivyo ilifanyika baada ya mwaka, baada ya mwingine, na kila wakati ikatolewa hiyo dhabihu. Ni kwa sababu ilikuwa ya kwamba hatujaondolewa dhambi kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of God. Na neno la Mungu tunaposoma linasema ya kwamba kuhusu sheria, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, kwamba sheria ilitumika ni kwa sababu ilikuwa ni kivuli cha yale mema ambayo yanayokuja. Kwa sababu sheria inasema kwamba lazima mtu kila wakati anapoenda mbele za Mungu akaitoa hiyo sadaka ambayo ilikuwa ni dhabihu, na kutoa kondoo na mbuzi na ili wakaweza kuchinjwa ili aweze kukubalika mbele za Mungu. Na alipotoa ikakubalika ya kwamba anaweza kuenda ama anaweza kutoa dhabihu mbele zake Mungu, ni kwa sababu kwanza imetanguliwa na kumwagwa kwa damu ya mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba hiyo hata sadaka anayotoa anataka kujiwasilisha kwake mwenyewe, aweze kukubalika kujiwasilisha mbele zake Mungu. Praise the name of God. Lakini haikutosha. Kila wakati alitaka kuja, lazima angetoa hiyo sadaka ya kondoo, lazima damu ingemwagika. Amen. Kusema ile damu iliyomwagwa jana haikutosha. Siku ya leo mpendwa, angependa kujifundisha kuhusu spiritual pillars for spiritual warfare. Moja tukasema ni kwa mtu wa ujasiri, na mtu ambaye ana ile ujasiri unaotoka kwa Mungu. Na tukataja Jumapili kuhusu physical fasting. Yesu alisema kwamba baadhi ya pepo ya roho kama hizi haziwezi zikatoka ila katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo tutakuja kujifundisha siku nyingine. Siku ya leo jambo la pili, ama tutaenda jambo la tatu, tutarudia lile la pili. Jambo la pili, Christ sacrifice for you. Amen. Nguzo nyingine ya kuweza kushinda shetani. Hawezi kumshinda tu shetani peke yake tu kwa kukua ya kwamba umeokoka tu, lakini lazima uelewe ni nini uko nayo. Haleluya. Moja wepa hizo nguzo ni sacrifice. Sacrifice ni dhabihu ya Kristo. Amen. Dhabihu yake Kristo Yesu. Watu wanapuuza sana. Watu dunia, watu ambao hawajampokea Yesu Kristo, wengine wanapuuza sana habari ya dhabihu hii. Lakini hii ndio dhabihu ambayo tulihitaji. Mwambie mwenzako, dhabihu ambayo ulihitaji litoka kwa Kristo Yesu. Amen. Kuna wale walileta ng'ombe, kuna wale walileta mbuzi, kuna wale walileta kila namna. Baada ya kufanya hiyo miaka yote, ile miaka yote dunia ilipoumbwa, kuanzia wakati wa Abel, wakati ambapo sadaka ilianza kutolewa, sadaka ya kwanza katika habari ya kutoa vitu ambavyo vilivyo hai, ni wakati ule wa Abel ambao ilianza kutolewa. Tangia hiyo kipindi kwamba mwanadamu amekuwa akitoa, akichinja, akimwaga damu, hiyo damu yote haikufanya kazi. Amen. Wanyama wote walichinjwa wa namna zote, damu yao haikufanya kazi. Praise the name of God. Lakini damu ya mmoja anaitwa Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the name of God. Neno la Mungu likatuambia katika hiyo aya kwanza, for since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities,
It can never be the same. Sacrifices that are continually offered every year make perfect those who draw near. Bwana asifiwe sana. Haingewezekana sisi kuweza kumkaribia huyu Mungu na kufanya jambo lolote la kumpendeza. Na hivyo siku baada ya nyingine ilibidi tutoe dhabihu. Naye Shetani, kwa sababu ile dhabihu tuliyotoa ilikuwa ni ya kila wakati, inapotolewa haiwezi kutufikisha kile kipindi kingine. Shetani alikuwa amemkalia, amemoppress mwanadamu. Haleluya. Lakini Yesu alikuja tutoke chini ya oppression ya kuzimu. Haleluya. Alikuja kutupatia nguvu, alikuja kutupatia uweza, alikuja kutupatia namna ya kusonga katika habari ya kuendeleza kazi ya Bwana na katika ufalme wa Mungu na kuwa na mamlaka juu ya nguvu zote. Praise the name of God. The sacrifice that Jesus alileta kwetu ilikuja kutufanya to regain our position. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuipokee tena nafasi yetu. Mwambie mwenzako kuipokea nafasi yako.